Janet mwanangu, ndoa imebeba mambo 9. Msingi wa ndoa umebeba mambo 9. Cha kwanza umebeba sala. Ndoa bila sala inakufa. Ili ndoa iwe na upendo, iwe na heshima, tunahitaji tuishi maisha ya sala. Uwe Muislamu, uwe Mkristo, unahitaji umuombe Mungu ili ndoa iende. Naomba hapa nifafanue vizuri. Mama ulioko hapa ukumbini, umekutana na kijana wa watu, humjui, mtu mzima na meno 32, mnalala uchi. Kuna muujiza zaidi ya huo jamani? Huo ndio muujiza mkubwa. Mtu mjui, mnajifungia chumbani, mnalala uchi. Wakina mama mpo? Sio mchezo, ni imani la ajabu. Amelelewa mazingira tofauti na yako, na wewe umelelewa mazingira tofauti, mkaaminiana na mnafunga mlango. Asante. Msingi wa pili wa ndoa baada ya sala ni tendo la ndoa. Wakina mama mnaosusa tendo la ndoa mpo eh? Sasa naomba niwaambie mama zangu, tendo la ndoa ndio kila kitu. Ukiona mwanamke ana mahangaiko, mikopo mingi, tendo la ndoa hamna, ana afya ya akili. Kuna mtu kanisikia hapo? Kinachofanya akili isikae sawa kwa mwanamke relaxi, akili mkae sawa, kazini atulie, asiwe na mahangaiko, ni tendo la ndoa peke yake. Na pale sijui kama mnanielewa. Na kwenye tendo la ndoa Mungu aliruhusu mtu anene kwa lugha bila hata Roho Mtakatifu. Wakina mama mpo? Wewe umeelewa kwa sababu unanena mama. Wengine hawajaelewa bado. Walioelewa wanaelewa. Maana yake kuna wanawake wananena hadi malaika wanashuka pale kitandani hata bila kuwaita, wanashuka wenyewe. Janet mwanangu, tendo la ndoa. Na Mungu akasema alimuumba huyu mwanamke akatunze uhai wa Mungu na kustawisha uhai wa Mwenyezi Mungu. Janet, Mungu atakapokupa uhai, akupe watoto, ukawe mama mlezi bora. Usiwe bora mama ukatulie ule watoto wako. Tunapoona vijana wamekuwa mashoga, mabinti wasagaji, nafasi ya mwanamke imepotea. Ipi? Ya malezi. Mama yuko wapi? Bize na vikoba. Mama yuko wapi? Bize na kazi, anatafuta kazi. Maandiko akasema mwanamume aliumbwa kuwa kichwa cha familia kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Mama uliyechukua nafasi ya mume wako, rudi. Asante mama, umenielewa. Kinachomhangaisha mama wa leo, Beljini karibu mfumo wa maisha nini? Mama amepoteza nafasi. Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanamke, alimuumba awe lango. Mwanamke ni nafasi. Na ndio maana ogopa sana kiumbe kinachoitwa mwanamke. Bustani ya Eden, mwanamke anaongea na shetani, wanaelewana. Huyo ni mtu wa kawaida. Huyo ni mtu wa kawaida. Akina mama anaolewa anaongea na shetani, wanapanga mipango yote na wanaelewana. Kiumbe hatari hiki. Na ndio maana nirudi kwako Janet. Nimeona una marafiki wengi, lakini kila kitu kwa kiasi. Kiasi kivipi? Kama ni chumbani, mama hawaingia hawa.
waishie sebuleni, na sio kila kitu unamwaga kwa marafiki zako. Kuna mwanamke mmoja nilikutana naye juzi, analia nini? Alipopeleka habari kwa mashoga zake, jamani, mume wangu jamani ananifikisha vizuri, namshukuru Mungu kwa kweli, yani kila siku kwa kweli, yani akija kwa kweli yuko vizuri. Rafiki yake akasema, mimi huku kwangu hii ndoa miaka 3 simjui huyu bwana, hebu na mimi niende nikatesti hapo hata nipone. Janeti, unanisikia mama? Kitakachofanya ndoa yako ishi, uwe mwanamke ambaye utakaye tunza siri. Kinywa kinaharibu ndoa. Kuna wanawake wengi ndoa zimeisha kwa sababu ya mdomo. Mwangalie mwenzio, mwambie mdomo. Na kabla sijaondoka hapa Janet, wakina mama mpo? Wakina mama mpo? Kuna wababa wengi, naomba hapa nitetee wababa. Wababa wengi, Chama cha Mapinduzi huko akifanyi kazi. Shida nini? Mama amekuwa chiriku. Kinachofanya jogoo asiwike ni mdomo wa mwanamke. Una affect kisaikolojia. Baba wa watu anasononeka siku ya kwanza ya pili, anaharibu mfumo mzima, na huku kunaanza kulala. Shida sasa hivi unahangaika kupepea, mara karoti, juisi za tende, juisi sui za nini, ulimharibu mwenyewe. Mwambie koma kabisa. Mwambie acha ujinga. Sasa wamama, naomba mnisikilize vizuri. Janet mwanangu, unaenda kuolewa, cha kwanza tunza kinywa. Maandiko yanasema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa kuwa ndiko chemchem za uzima zinakotoka. Baraka zinaanzia moyoni. Ndoa njema inaanzia moyoni. Ustawi wa ndoa moyoni. Kutunza watoto moyoni. Ulinde moyo wako. Nikuulize mama ulioko hapa, moyo wako umejazwa nini? Nguzo ya ndoa ya 3. Ya kwanza nimesema sala, ya pili nimesema tendo la ndoa, ya 3 uvumilivu.